nami nimekupenda, kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili ya maisha yako. Haya ni maneno ambayo Mungu anamwambia Isaya, anamwambia kwa kuwa umekuwa wa thamani machoni pangu na wa kuheshimiwa. Kwa kuwa umekuwa wa thamani, jambo la kwanza, umekuwa wa thamani. Nini ambacho kinakufanya kuwa wa thamani mbele za Mungu? Kwa sababu Mungu amekuona wewe ni mwenye utii. So, kwa kuwa umekuwa wa thamani machoni pangu, hapo Mungu mwenyewe anasema nimekupenda. Hakuna raha kama kupendwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani hakuna raha kama kusikia neno nakupenda, I love kutoka kwa Mungu. Inabariki. Yaani inabariki. Afu I love you ya Mungu hainaga unafiki. Na Mungu akwambia anakupenda. Yaani ni hivyo. Anakuambia kwa kuwa umekuwa wa kuheshimiwa, yaani kwa kuwa umekuwa wa thamani, nami Mungu nimekupenda. Kwa Mungu akisha kupenda, na wacha kwanza anakupa nini? Watu. Kati ya kitu ambacho unatakiwa kumwomba Mungu kwenye maisha yako ni Mungu akupe watu sahihi watakao kusaidia kufika pale ambapo Mungu anataka. Faida ya kwanza ya utii, ukiwa mtiifu mbele za Mungu, hata mbele za wale watu Mungu alioweka kwenye maisha yako, faida ya kwanza Mungu anayofanya, anakupa watu ambao wale watu watakuonyesha tani hivi. Ngoja naomba mnielewe. Mungu anapotaka kukubariki, iwe ni kwenye utajiri, iwe ni kwenye eneo lolote, Mungu huwa hashuki mzima mzima. Kwa nini Mungu hashuki mzima mzima? Hashuki mzima mzima kwa sababu sisi wawakilishi wake duniani tupo. Kwa anachokifanya, anaingia ndani ya mtu, alafu yule mtu ndo anakuja kufanya kile kitu. Unanielewa? Majini na mapepo hayana miili. Kwa hiyo akitaka kufanya kazi, anaingia ndani ya mtu. Ndio kuna mmoja anajalia na msha miguu. Unashangaa. Mbona yanayoongea ni mapepo lakini anatumia miguu? Yale hayana mwili. Ile ni roho, ni spirit. Kwa hiyo zawadi ya kwanza ambayo Mungu anakupa ukiwa mtiifu, Mungu anakupa watu. Mungu akisha kupa watu, maisha yako huwa ni mepesi sana. Kwa hiyo kila eneo utakaloenda utakuta kuna daraja. Watu. Na shetani pia akitaka kuyaharibu maisha yako, anakupa watu. Hujawahi kushangaa unaambatana na mtu fulani, unapoambatana naye kwenye maisha yako, unashangaa mambo yako yalikuwa yanaenda mbele, yanaanza kurudi nyuma. Kuna mafanikio fulani uko nayo, yanaanza kurudi nyuma. Kila kuna mtu fulani ukiambatana naye, unashangaa milango inafunguka. Yaani kama mambo yanakuwa rahisi. Sikiliza. Mungu alipotaka kumuinua Yusufu, alisababisha mtu mmoja akatoka kwenye jumba la kifalme, akaenda kufungwa gerezani pamoja na Yusufu, ili baada ya hapo Yusufu akisha tabiri ndoto ya yule mtu aende ikulu akarudishe taarifa za Yusufu. Yusufu asingekuwa waziri mkuu kama hakungekuwa na mtu ambaye alitoka gerezani akapeleka taarifa. Kwa nini? Manake Mungu aliteua mtu, yule mtu akampeleka gerezani, alafu yule mtu akarudisha taarifa za Yusufu. Mungu anapotaka kuyainua maisha yako, anakupa watu. Usizalau watu wale ambao Mungu anakupa. Kuna watu wamejikuta wanapoteza watu muhimu kwenye maisha yao kwa sababu ya tabia zao, kwa sababu ya kutokuwa waaminifu. Wengine Mungu aliinua mtu wa kukusaidia. Wengine Mungu aliinua mtu wa kukulipia ada, lakini kwa sababu ya tabia zako unajikuta umewapoteza wale watu muhimu. Utii. Jifunze kunyenyekea. Kiburi huwa hakinui mtu. Kiburi huwa kinashusha mtu. Yeyote yule kwenye maisha yako usimdhalau. Yeyote yule kwenye maisha yako mtii. Because you don't know. Utii.